Subscribe kwenye channel yetu na usisahau kuturn on notifications kwa ajili ya kupata updates mbalimbali. Asante kwa kuendelea kufuatilia hadithi. Hapa sasa ni sehemu ya 4 ya Mikono ya Giza. Sehemu ambayo inafunua siri za kale, usaliti wa damu na maandalizi ya vita ya mwisho. Sehemu ya 4, mstari wa damu. Anga lilikuwa limechafuka. Moto na giza vilikuwa vikigongana katikati ya anga, kila upande ukipigania nafasi ya kutawala. Simba wa moto alipaa kwa kasi, akimbeba Lemba juu ya mawingu, lakini upepo wa mauti kutoka kwa joka la Malkia wa Giza ulizidi kuwa mkali. Lemba alishika mikuki miwili ya kale, mmoja ukiwaka kwa moto wa haki, mwingine uking'aa kwa mwanga wa kale. Alijua kwa mara ya kwanza kuwa hatapigana kwa niaba ya ukoo mmoja tu, bali kwa ajili ya dunia nzima. Lakini hapo ndipo jambo la kushangaza lilipotokea. Kutoka upande wa pili wa vita, mwanamume aliyevaa mavazi ya dhahabu na mikufu ya meno ya simba alitokea. Alikuwa na uso unaofanana na Lemba, uso wake mwenyewe, lakini wenye macho ya baridi na tabasamu la usaliti. Simba wa moto alikoma kuruka kwa muda, kana kwamba anamhofia mtu huyo. "Mimi ni nani, Lemba?" aliuliza kwa sauti iliyokuwa kama radi. Lemba alishuka chini taratibu, akiangalia kwa mshangao. Wewe ni mimi?" "Hapana, mimi ni lengo lako la kale. Mimi ndimi Lemba, ambaye alikubali giza mapema, kabla hujazaliwa. Walinifunga ndani yako, ili usiwe mimi. Lakini sasa, mwezi mwekundu umenifungua." Ghafla, ardhi ikapasuka, na jiji kubwa la kale lililojaa mifupa, minara ya kivuli na maziwa ya damu likatokea kutoka chini ya dunia. Jiji hilo lilijulikana kwa wachache tu kama Nazala, mji wa mwisho kabla ya giza. Malkia wa Giza alitabasamu. "Hatimaye mwana wangu wa kweli amefunguliwa." Huyu mwingine, akimtazama Lemba, ni kivuli cha udhaifu, ni yule waliojaribu kumfanya kuwa nuru. Lakini damu ya giza haikimbiwi, inatambaa polepole hadi inakumaliza. Lemba alihisi kifua chake kikichomwa. Aliona ndoto za kale zikimjia tena wakati alipokuwa mtoto, na aliona fisi wakimzunguka wakati ndoto zake zilikuwa na maziwa ya damu, na wakati baba wa kulea alipomwambia, "Usikimbie kivuli chako, jifunze kukitazama." Sasa alielewa. Yule Lemba mwingine hakuwa adui tu, alikuwa sehemu ya nafsi yake, ile sehemu aliyoifungia kwa hofu, chuki na tamaa. Lakini sasa, sehemu hiyo ilikuwa imepewa mwili, nguvu na utii kwa giza. "Nikikupiga," Lemba alisema kwa sauti ya huzuni, "ni kama najipiga mimi mwenyewe. Lakini nikikuacha, dunia inateketea." "Uamuzi ni wako," jitu la kale lilijibu. "Lakini kumbuka, hatuwezi kuishi wawili." Ghafla, miji ya watu wa kawaida ilianza kuungua. Moto wa giza ulienea hadi Itumbili. Watu wakaanza kukimbia, wengine wakageuka kuwa mawe. Miti ya kale ilianza kutoa machozi ya damu. Malkia alituma amri, Lemba auliwe, dunia ichukuliwe. Lakini kabla vita haijaanza tena, mzee Chibwene alitokea. Alikuwa amejeruhiwa vibaya, damu ikimtiririka usoni, lakini macho yake bado yaking'aa kwa hekima. "Lemba," alitoa sauti ya mwisho kabla hajapoteza fahamu, "ukitaka kumshinda kivuli chako, usiwe mwanga tu, uwe mwelekezo." Na hapo, Lemba aliamua kitu cha ajabu. Hakuutupa mkuki, badala yake alitembea taratibu kuelekea kivuli chake, akivua silaha, akivua nguvu, hadi akawa uchi wa roho mbele ya yeye mwingine. Akalipiga magoti, akasema kwa sauti ya upole, "Njoo, tuungane. Dunia haihitaji tena giza peke yake, wala mwanga peke yake. Dunia inahitaji mizani." Kivuli chake kilicheka kwa kejeli. "Unadhani naweza kuishi ndani yako?" Lemba akasema kwa ukakamavu, "Hapana, tutaunda nafsi mpya, isiyokuwa ya hofu wala tamaa, bali ya hekima." Na hapo giza likanguruma kwa nguvu, mwanga ukapiga kama radi, na ulimwengu ukatetemeka. Mwili wa Lemba na kivuli chake vilianza kuungana. Miili yao ikayeyuka pamoja, na nguvu mpya ikaumbwa, nafsi ya tatu, si mwanga, si giza, bali nguvu ya mizani. Je, nguvu hii mpya itaweza kumshinda Malkia wa Giza? Na nini hatma ya jiji la Nazala? Je, dunia itarejea kuwa salama, au vita kubwa zaidi inasubiri mbele? Sehemu ya 5 itakuwa ni vita ya mwisho. Subscribe kwenye channel yetu na usisahau kuturn on notifications kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.